Hamjambo, mimi ni Mwalimu Cheche, Rastus Sienga. Naendelea kujifunza juu ya uongozi ni nini. Na leo hii tunaangalia juu ya uongozi unafanywa na watu. Uongozi unafanywa na watu. Tunaona kwamba sisi hatusaliwi kuwa viongozi, bali watu wanatufanya kuwa viongozi. Wakati tunapozaliwa kuwa mtoto mdogo, hausaliwi kuwa kiongozi. Unasaliwa uishi katika dunia hii. Tunapoendelea kuishi kupitia kwa tabia zetu, sisi jamii tumezaliwa ndani na mazingara ambao tunaishi inaweza kukutengeneza kuwa kiongozi ama hapana. Kuna wale ambao wamebahatika sana kuzaliwa katika jamii ya uongozi, watu ambao ni maarufu katika uongozi. Kwa hivyo watajifunza kutoka kwa familia yao kuwa kiongozi, maana wanaishi kwa mazingara ya uongozi. Kama ni mtoto wa mfalme, anaishi kwa mazingara ya ufalme. Kwa hivyo atazoea na kuwa na uzoefu jinsi ufalme unapoongozwa. Kama ni mtoto wa mwalimu, anaishi katika mazingara ya walimu. Atajifunza walimu ni nini na anaanza kupenda walimu. Kwa hivyo mazingara yako ambao unaishi, wale watu ambao unahusika na wao, watu unaweza kuwa wa umri mmoja ama wa ukoo ama katika jamii, wale ambao unahusika nao na wale mambo ambayo mnafanya yanaweza kukufanya uwe kiongozi ama ukufanye uingie katika nyanja fulani kulingana na vile vikao unakaa, na pia masomo ambao umesomea yanaweza kukuelekeza katika uongozi. Kumbuka wakati huu kuna masomo nyingi kuhusu uongozi, jinsi ya kuongoza serikali, siasa, jinsi ya kufanya siasa. Kuna masomo jinsi ya kuwa viongozi wa idara tofauti. Kuna masomo ya jinsi ya kuwa viongozi wa jamii, na katika uongozi tofauti katika serikali, katika vikundi za jamii, katika makampuni. Kuna haya mafunzo yote, na mafunzo pia biashara, kuongoza biashara, kuna mafunzo tofauti. Kwa hiyo pia masomo pia yanaweza kukufanya uwe kiongozi katika idara fulani kulingana na ile masomo ambao wewe mwenyewe umesomea. Yale ambao umesomea na idara ambao wewe mwenyewe uko, ama kule ambao unafanyia kazi kila wakati, ama ile jamii ambao unaishi. Kwa hivyo watu ndio wanaokufanya kuwa kiongozi. Watu ndio wanaochagua viongozi. Hii kisa inakusua kupitia uzoefu na juhudi za makusudi. Uzoefu na juhudi ya makusudi. Uongozi ni ujuzi unaojifunzwa, unaokuswa kwa muda kupitia mazoezi na uzoefu. Hizi ndizo uwezo zinazomfanya mtu kuteuliwa, kuchaguliwa na kufanywa kiongozi na watu. Kwa hivyo kumbuka, viongozi hujifunza kuongoza kwa kupitia majukumu na hali mbalimbali. Jambo ambalo linawasaidia kuendeleza sifa zao za uongozi. Mazingira ambamo mtu anaelekea ama anakwezwa ama anakulia ndani, na uzoefu waliopata unaweza kuathiri sana uwezo wao wa uongozi. Mazingira yako, kule ambao unaelekea ama unakaa, ile jamii unahusika nazo, zinaweza kukufanya kuwa kiongozi ama hapana. Hii kisa inawawezesha watu walio karibu nawe kuona sifa zako za asili, uzoefu uliopatikana na maendeleo endelevu, jambo linalowafanya wakuchague kuwa kiongozi wao. Watu wanakuchagua kuwa kiongozi kwa sababu wameona nini? Wale ambao wako karibu na wameona sifa zako, jinsi unasifiwa kwa kazi ambayo unafanya. Unajua wakati tunaishi katika jamii, tunapofanya kazi katika jamii, tunapotembea katika jamii, watu wanapoona kazi tunafanya na jinsi ambao tunahusika kwa mambo tofauti, kwa hivyo wanaanza kuleta sifa kwetu. Na sifa watu wanapokusifu kwa kazi ambao unafanya vizuri, unapatikana ile nafasi ya kuwa uongozi, wewe ndio utakayechaguliwa kwa kiongozi kwa sababu watu wameona sifa zako za asili kwa mambo bora unayofanya. Pia uzoefu wako, watu wanapoona ile uzoefu, jinsi unapofanya mambo kwa muda, wanapoona jinsi unafanya mambo kwa kila muda, hiyo uzoefu wako
ambao umeupata kwa muda, unapoona jinsi unafanya mambo na yale maendeleo unafanya katika jamii yako, katika jamii na popote ambao ulipo, ikuwe ni kazini, popote ulipo, watu wanaona wengine uko na maendeleo fulani, kitu fulani kitokezea, wakishinda kufanya kitu fulani, unakuja haraka unasaidia. Ama kama wako na masida, matatizo fulani, wewe uko pale kusaidia na kutatua matatizo yao. Kwa hivyo kutokea nafasi ya uongozi, watakuchagua wewe kuwa kiongozi. Hata kampuni, unapofanya kazi kwa kampuni kwa bidii, mkurugenzi anapoona jinsi unapofanya kazi na nini, anakupandisha cheo. Anakupandisha cheo wa uongozi, kuongoza wafanyakazi wengine. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wameona uzoefu wako wa muda na bidii yako katika kazi. Na hapo na sifa zako katika kazi. Kwa hivyo unafanya watu wanakuchagua, unakuwa kiongozi. Kwa hivyo uongozi unachaguliwa pia na watu. Watu pia huchagua watu kwa viongozi. Kwa hivyo ni asanteni sana kunisikiza, na najua leo popote ambao ulipo utakuwa mtu wa bidii, utakuwa mtu wa kuhusika na watu. Na kama unatamani kuwa kiongozi, wewe mwenyewe unatamani kuwa na uongozi, waacha sifa zako sionekane katika jamii. Waacha watu waone uzoefu wako. Watu waone maendeleo yako. Na hiyo ndio itakufanya kuwa kiongozi. Odo katika nyanja za wakati huu ambao tunaishi, kuna wale wanaingia kwa uongozi kwa njia ya mkato, kwa kutumia rasilimali zile wako nazo. Kutumia rasilimali tumeona katika hata shuleni, katika jamii, katika serikali, kuna watu wanapita kando na kuona watu ili watu wapatie sifa na kuwapatia uongozi kwa njia ya mkato. Na wengi wanaingia kwa uongozi kwa njia ya mkato, lakini wanapopata hizo vitu za uongozi inakuwa ngumu zao ama kazi ngumu zao kuweza kuongoza, maana hawana ile uzoefu. Hawana uzoefu, hawana bidii, inakuwa ngumu kwao kwa sababu watumia njia ya mkato. Kwa hivyo wacha watu wakuchague kwa kazi ile unafanya, wakuchague kwa ajili ya maendeleo ile unafanya, na upate sifa kwa uzoefu wako ambao wameona katika jamii jinsi unapofanya mambo na kutatua mambo na kuleta maendeleo. Asanteni sana, mimi ni Mwalimu Cheche. Endelea kusupport juhudi hizi ambazo tunafanya ili kuweza kuwafikisha ujumbe na kuelewa jinsi ya kuenda katika nyanja tofauti za maisha. Asanteni sana.